Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa wenyesi wa Islamu, Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri mko mnaona vitu venye viko vinapita kumtandao kwa huyu wakati. Kuna venye nimesema, kuna venye vimekuwa vimeshasemewa mwanzo, na kuna venye vimesenyemewa nyuma yangu. Nakumbuka imekuwa ni 2014. 2014 nimekuwa nimeenda kwenye concert. Nimekuwa naishi Nyakabiga kwenye wananjua. Nimekuwa naishi Nyakabiga ya pili kwa Mama Tania. Nimekuwa naishi na Mkombozi na wakina Elizboy na wengine washikaji wengi tu. Nilipokwenda konseri sijaanza kuimba, nikaona message inaingia ndani ya simu. Message inasema, huyo mtoto unajivunia sio wa kwako, ni wa mdogo wako. Nilipoona message nikashtuka, na mwenye amekuwa ameituma amekuwa mwenye wanasema ni mzazi mwenzangu. Kutizama ile message nikamwambia mke wangu, naona hii message. Akanambia, achana na hivyo vitu kwanza, fanya kazi ya watu nikuleta. Ikanibidi mimi nipambane kwanza na kazi na maisha. Nikamaliza kufanya hiyo kazi, ikabidi tuteremke tuje Bujumbura. Tulipoteremka tunarudia Bujumbura, tukafikia nyumbani. Mkombozi amekuwa iko pale. Nikamuita, kaka vipi, safi, mambo poa? Nikamwambia, unaona hii message yenye dada yako ameniandikia? Hivi kweli unaona kweli hii message ni message nzuri? Mkombozi akatizama ile message, akanambia, kaka, hii message inafaa utafute watu wazima, watu wakubwa, alafu mtafute na mwanamke, muikae chini, haya mambo muyamalize mapema, sababu haya mambo mimi ananitia oga. Nikamsikiliza ndugu yangu gisi alivyoniambia. Nikawasha gari. Nilipowasha gari nikaenda kwa mamake na Shanela. Mungu amweke mahali pema, pasa amekuwa kingali mzima, amekuwa jafu. Nilipofika kwa mamake na Shanela nikamuonesha ile message. Nikamwambia, unaona venye mtoto wako kaandika? Mamake akashanga, akasema, uyu mwana yarozwe change yasaze mu mutwe habaiki. Nikaisege kumfafanulia, unajua ni mzazi na yeye, ili akomprendre. Akanambia, wegenda jenda vugana nawe. Mimi nikatoka, nikaondoka, nikarudia nyumbani. Nilipofika nyumbani, mke wangu akanambia, umeshaenda kwa baba yako? Nikamwambia, nimekuwa nimesahau kwenda kwa baba. Nikaenda kwa baba. Nilipofika kwa mzazi wangu, pia amekuwa kingali mzima, Mungu amweke mahali pema, ameshafariki. Mzazi wangu nikamuonesha ile message ya kusema, kama message inasema, huyo mtoto mwenye unangangania sio wa kwako, ni wa mdogo wako. Baba ile message akaitizama. Baba roho kamuuma. Akanambia, mwanamke ana akili nzuri, anataka kuwachonganisha mtoto zangu, usimsikie. Mimi nikavumilia, japokuwa message nikaonesha wa ndugu zangu wa moja. Nikakaa kimya, sikutaka kusambaza hayo maneno. Nikapitia na marafiki wake wengine, nikawaambia parmi wa rafiki zake wa huyo Shanela. Niliporudia nyumbani nikaikaa kimya, nikasema ni mambo ya kawaida, acha nipotezee tu. Titi pakapita muda uliopita, Mkombozi akaniita kama siku 2-3 hivi. Pako watu wananitafuta, wametoka Rwanda, wako pale Kuribabe. Mimi karibidi niende pale Kuribabe na mke wangu. Tulipokwenda, tukingali tunaparkingia tu gari tu, tukasikia rafiki yake ya Shanela anamchokoza madami, eti njoo tusalimie, njoo msalimie bimkubwa, hata unafanya hivyo bimkubwa ni huyu. Kabidi turelax kwanza. Akarudia mara pili akasema, Loliane, wewe ndo niko naambia njoo msalimie bimkubwa wako. Bimkubwa ni nani? Shanela. Amekuwa mekana huyo Chloe na wengine mwanaume, bwana Chloe wako anakunywa pombe. Sisi tukawa kama vile tumepuuzia, lakini neno lenye Shanela amesema ndio limenifanya mimi niende kule. Shanela akasema, achana na hao wapedei. Aliponambia tuachane na hao wapedei, roho kaniuma. Ikanibidi niende paka kwa Shanela. Nikamwambia Shanela, kwa nini mnanitukana hili? Mimi hata kama mimi unitukane, mimi unafikiri ni kama zamani hivi? Mimi nimeshaka kuwa na mimi na nguvu, nishanenepa. Nikamweka kofi kwanza, akili zirudie, kama vile amelewa vile. Nikampiga, najua sikawi yake. Akataka kuleta fujo, kuingia tena, akaingia chini ya meza. Nikamtoa, nikamuongeza makofi, nikamfuata na makofi mpaka kule chini ya meza, nikamnyangua na meza, nikatupa pembeni. Ule bwana amekuwa pamoja naye akataka kuingia, nikamziwia, nikamwambia nitakuumiza sasa hivi.
Kuona kama ameshindwa kwangu, akataka afate kwenda kumpiga mke wangu. Mimi ndio nikamfuata sasa ule jamaa. Na ule Chloe wakataka watu watake wote. Ikabidi mkombozi akaja na wale wa jamaa wakaja kutuamua. Imekuwa 2014 narudia kusema, ndipo aliponiandikia hiyo message ya kusema kama mtoto sio wangu, mtoto ni wa mdogo wangu. Niko najivunishia mtoto mwenye sio wangu. Niko na preve hapa. Mbele kwanza ya yote namuomba msamaha mkombozi kuona nimechukua hii audio nimewatilia watu wasikie bila ruhusa yake, kwa sababu mkombozi ni mtu mkweli. Utanisamehe kaka mkombozi. Inakuaje brother? Bana mimi nilikuwa nasema hivi, uko unaona vitu vya dada yako iko naandika? Dada yako mimi anasema kama mimi ndo nimekuaga wa kwanza kukataa mtoto. Unakumbuka message niliyokuonesha natoka Bilimani? Tunaishi kwa Mama Tania. Gisi ameniandikia kama mimi ndo eti unakumbuka vyote? Eti mtoto sio wangu. Mtoto wa mdogo wangu. Unakumbuka hiyo message? Afu unakumbuka siku apre pambamesha pita kama ni inga 2 kama ni 3 tukakutaniana kulibabe, umeniita nende nikaonane na wanani wa journaliste wa Rwanda. Unakumbuka hicho kipindi? Amekuwa amekaa yeye na Chloe na bwana Chloe. Unakumbuka hicho kipindi? Akanambia mimi niko PD, mimi siwezi kuzaa mtoto kama ule. Unavikumbuka mkombozi? Mimi nikakasirika nikampiga. Wabona ule bwana wake Chloe akataka kumpiga Loriane watuchangania. Unakumbuka? Nakumbuka ile kesi. Wote wakasimama ikawa fujo pale tukataka kupiga. Sijui kama unakumbuka hivyo vitu. Nakumbuka. Sasa huyu mtu kweli kwenda kuongea vitu ya uongo vya vile. Anataka kweli matatizo, anataka watu wamvulie masiri. Baadaye waseme kama tuko watoto wabaya. Sasa hasta mtu mwenye amesha kuvulia adabu vile anasema vitu ya uongo. Unaona kweli kuna mtu hapo tena? Iwe wote jutu ya mfaranga wenye wanataka kumuoesha huyo mtoto, afu ndio wako wananitukana mimi, wananionyesha kama mimi sifai. Bana, mimi najua wewe usemagi uongo mkombozi, uko mtu unasemaga ukweli. Mtu wote mtakuuliza histoire. Mimi nimeshaongea hata kuma rezo sosio kama unakumbuka, hivyo vitu vyote unavijua. Bana ndugu yangu, wallahi unisaidiage, uambie watu ukweli, kwa sababu iko asema vitu ya uongo sio vizuri. Unasema nikutumie kitu? Sawa, mimi nakutumia kaka. Kama gisi mnavyosikia mkombozi anaongea, nimemuuliza hivyo vitu vyote, umesikia nakataa? Sababu mkombozi ni mtu mkweli, hasemaji uongo. Anasema kama mimi nimemkataa mtoto mu 2020, ndio nimekataa mtoto sio wangu. Japokuwa yeye amekuwa ameshaniandikia message tokea mu 2014. Sasa mu 2014 na mtoto amekuwa anaishi kwangu. Na mimi sikufanya fujo hata moja, nimekaa zangu kimya nikaendelea nalea mtoto wangu. Alipoona hivyo kama mimi nimekaa kimya na nimekacha naume, sikutaka kufuatilia na maneno yake ya kijinga, akaanza kuwa anamwingia mtoto mkichwa na maneno mengi. Mtoto akienda kule kwa babangu wanamtia maneno mtoto, au nakutana amemchukua ameenda naye. Nikasema hivi vitu hivi inafaa viishe. Akaanza kusema kwa television online. Miaka 3 tu haijaisha, amefanya media tu, ametembea television zote online. Anaenda anasema kama mtoto iko na baba yake. Kwa juu mwenye anajua mtoto ni wanani ni mama, ndogi sana sema. Mimi nikawa navichukulia tu poa, kwa sababu namjua kama hana akili nzuri. Na mambo anaongelea yenye mtu wowote ule akiasikia, akifuata ukweli, anaona kama kuna kitu kinakosa moyo mtu. Aliposema mimi mtoto sio wangu kuma TV online, mimi nimekuwa nachukulia poa na nadanganya. Kuna sana vitia mtaani nasema mimi sikuzaaga na Shani Queen, nimezaa na Chanela. Inakuwa vitu vinakuwa vimefupaa, hivyo vinafubaa, vinakaa kimya.
Sasa mimi nilipoendelea nalea mtoto wangu, mtoto akawa anaenda kutembea kule, maneno yakawa mengi, wakamchukua kabidi wamtie politike mtoto aende kuishi kwa mama mdogo. Kwenda kuishi kwa mama mdogo ni aje? Babangu alipofariki 2020, kilioni baba akazikwa kila kitu. Apre kuzikwa mtoto, nikataka nimchukue mtoto wangu nirekipere mtoto wangu juu si wote tunajua tuko Waislamu, kilio tunaendaga kulala kilioni kwa mzee. Mtoto wakamninyima. Unaona mtoto abaki hapa ndo atapewa edukasyon nzuri, hapa ndo hivi. Ule nani anasema hivyo? Mke wa baba yangu. Mimi sijui komplo zao za wako wanafanya huko. Mimi kaka zangu kimya. Nikasikiliza familia jinsi nasema. Nikasema hivi familia wote wameshasema hivi. Wa ndugu zangu, wa dada zangu. Nikasema acha niache nisifosi. Nikaacha mtoto pale kwa babangu. Unajua katika familia mzazi mkubwa akishakufa kuna ugomvi unakuaga katika watoto, katika wamama, panakuwa vitu vya roho mbaya. Sasa mimi sikuwa napenda hivyo vitu. Mambo nilikuwa naona yote nilikuwa navumilia, lakini nikawa najikausha, sitaki huyo ugomvi. Nikajiepusha nao. Nikamaliza kama muda sifiki pale nyumbani. Kuacha kuwa nafika pale nyumbani, kumbe ndo gisi wanaenda wanamtia mtoto vilisi mkichwa. Kila siku wanamuongezea maneno, kila siku wanamweka vitu. Mimi nikaona nikakaa kimya tu. Nikimwona mtoto naona ananipita bila kunisalimia mbarabara tu. Nikimwona mtoto tunakutana naye marestorai kuna wanaume, hanisemeshi. Naogopa hata kusema, naona tapigwa. Shahidi yangu nani? Amiri Pro. Tumekaa tunakula mrestora, mtoto wangu kuna wanaume wako pale wako nakula. Akanambia si mtoto wako huyu? Nikamwambia ndio. Akanambia ni hatari kubwa sana, haiwezekani aikae pale bila kusalimiana kwa babake. Tukikutania penaenda kuchukua masinema, yeye na mama yake wanakuja wanasalimia watu wote, wanaongea na watu wote. Mimi nazarawika, nakaa kimya, wanisemeshi, najikaza tu kama mzazi. Tukikutania maklabu huko, ameenda maklabu mamalibu usiku, masaa 6 usiku nini, nakaa kimya juu sina nitakuja kufanya jambo la ajabu, kupigana au kumpiga mwanaume kwa pamoja, nije kuingia kufungwa bure. Nikiwa kwenye makonseri tumefanya mastade usiku saa 6, saa 7, 8, saa 9, naona Chanel anamleta mtoto kwenye hayo makonseri. Maanake mtoto anakuwa haiko stable, mtoto anafanya venye anataka. Mara kwa mama yake anamaliza miezi 5, 6, mwaka, mara kwa bibi yake. Yani hakuna ile edukasyon jenye mimi nilikuwa nampa mtoto wangu, nataka mtoto wangu awe nayo. Mtanisamee kongevu. Sasa yeye amesema mimi mtoto toka 2020 mpaka 2026 sijaongea naye, sina relation naye, lakini ni uongo huyo wote. Chanel akaanza kuweka ile manani ku reseaux sociaux. Alipoanza kuweka vile vitu kwa reseaux sociaux, mtoto akaviona, akanipigia simu. Hiyo siku nimekuwa nimeenda kufanya kipindi. Sasa nilipofika pale kusource dinili kufanya kipindi, pembeni yake pamekuwa biro ya shahidi wangu. Huyo shahidi wangu anaitwa Nelly Nati. Mtoto kwa ananipigia simtiki, ananiletea message simtiki. Njoo amekuwa ameshaandika message nyingi sana, najikausha. Akanipigia direct. Aliponipigia direct nikaitika simu. Akanambia baba, mimi nataka tuonane, kuna vitu nataka tuongee. Nelly Nati akanikosea, unajua ni kama sister wangu. Akanambia nakuomba lolilokwenda kumsikia huyo mtoto, ujue kuna tatizo gani, labda anaweza kuwa amepata matatizo. Nikamwambia acha mimi niende nikamsikiliza, kuna shida. Nilipokwenda kumsikiliza mtoto akanambia hivi vitu vya mama iko anafanya kwa reseaux sociaux unaviona? Nikamwambia na mimi naviona hivyo hivyo. Akanambia mimi sinipendi msimamishe. Nikamwambia mimi sijasema kitu, sijakukataa mimi. Akanambia hivi mimi nashindwa hata kwenda kwa masomo kwa sababu ya mama yangu venye iko anasema kwenye kwa reseaux sociaux. Wenzangu watanicheka, wataniona kama sina wazazi. Nikamwambia mimi sijafanya kosa, sijakakukana mimi kwa reseaux sociaux. Mimi mpaka leo niko nasema kama mimi wewe ni mtoto wangu mimi. Hapo tuko pamoja naye 2023. Wapi? Tuko pamoja, naenda kumchukua, tuko fasi moja panaitwa kuna Piroge. Tulipoikaa naye pale akaanza kunambia hayo mambo ya mama yake anasema kwenye Facebook wapi hayataki tena. Nikamwambia sio mwambie wewe. Tena akanambia tokea leo mimi nataka hivi vitu vionekane kama ni vya uongo. Tokea leo nataka uone nibeba kwa masomo na gari wewe mwenyewe kama jinsi unabeba wadogo zangu. Nikamwambia hakuna tatizo.
nitakubeba kwa masomo na nitakuwa nakuja kukuchukua ukimaliza kusoma. Akanambia kwanza nataka ukaniombee ruhusa. Nikamwambia nataka tu nikuombee ruhusa. Hakuna shida, twende. Tukaenda pamoja mpaka kwa masomo yao. Nikamwona prefet de discipline, nikamwona na directeur walikuwa pale. Nikamwambia nimekuwa nataka kuwaomba. Wakafurahi kuniona, tukaongea. Unajua gisi mimi niko peace, niko mtu wa watu wote. Wakanambia, nikamwambia japokuwa nimekuja hapa, nimekuja kuombea ruhusa mtoto wangu. Mtoto wangu tunaingia mwezi de Ramadan. Mtoto wangu anafunga, ni musulman. Hawezi kuvaa majipo mdogo na hawezi kutembea, nywele ziko wazi. Sasa nimekuwa nataka nawaomba mtusaidie, atake wazazi mtusaidie wana anatia mjitandio na anavaa suruali ndefu. Wakanikubalia, wakaniambia hamna problemi. Hivyo wamizilima wengi wanavifanya hapa, kwa nini wewe sifanyi? Wakanikubalia. Nikawashukuru. Sasa anasema mimi toka 2020 sijaongea na mtoto wangu. Haoni kama anasema uongo huyu mama? Mimi niko hata na mapreve. Kama mnavyoona hii picha inavyoonyesha, wenye kujua Snapchat, unaona date hapa inakuonyesha date, mwezi na mwaka. Wenye kujua Snapchat inaonyesha kama mambo wanaoongelea sio kweli. Hapa tumekuwa mrestora na wandugu zake wako wanangojea chakula tuchangie. Unaona kama maneno wako naongea ya uongo, vitu wenye wako nasema sio vyenyewe. Lilo nasikia sasa leo ni PDD. Alhamdulillah rabbil alamin. Mwenye kukutukana kuchagulie tusi. Shani Queen au Chanela au Chanel, na kuomba acha kuwa unasema kama mimi Lolilo ndo nimekufundisha ubandi. Acha kuwa unazungumza watu kama mimi ndo nimekufundisha kuwa mguruguru. Hapana, mimi Lolilo nimekutana umesha kuwa mguruguru. Mimi Lolilo nimekutana umesha kuwa na wabwana, umesha wajua wabwana. Mimi nakumbuka ya mara kwanza mimi na wewe tunajuana. Tumekuwa tumepanda mimi na wewe mkonseri Gitega. Tukafanya konseri kaisha, kila kitu mambo yamekuwa sawa. Tukaingia zetu klabu kuenjoy na wengine wenye wamekuwa pale washikaji nini. Bwana yako wewe mwenye mko mnapendana naye. Mimi hapo nilikuwa rafiki yako, sikuwa bwana yako, niko rafiki yako. Tumepanda tu, tumekukodesha, tukakulipa hela yetu, tukaenda kufanya konseri. Bwana yako wewe akapanda jua mawivu. Bwana yako amekuwa Lucky Boys Mix. Akapanda, unamjua jina, sitaki kumsema jina. Akapanda, alipopanda akafika pale akaona kula katika malinga. Akutaka nini wala nini, akakufikia tu makofi jido. Tukasema taua mtoto wa watu. Mimi na mshikaji wangu anaitwa Bobseli, akaenda kamnyangua, kamweka pembeni. Akamwambia vitu gani, mbona unampiga usista? Chanela akaanza kulia. Ni vitu gani Chanela? Chanela akasikia haya, akakimbia akaenda mshamba. Tukamwambia kaka, mimi vitu vikuaje? Kwa mimi ni demu wangu, mpenzi wangu anapanda huko milimani bila kuniambia kwa nini. Nimeshasikia kama iko na kabwana kangine ki wanachezaga nako mambo ya manani kule Rwanda. Sasa aje anapanda milimani bila kuniambia. Hapo kabwana kako wapi? Tukamwambia sisi hakuta huyo bwana tujui sisi. Sisi tunakuja kufanya concert, tumemlipa aje acheze bishe. Acha nimfuate. Wakambana. Wakamtoa nje akaenda. Chanela hiyo siku akulaga usiku. Usubuhi akaamka akunywa chai, wengine wakasambua misosi kama kawaida. Yeye sasa akawa ni kilio, kulia. Bobseli akanambia Lolilo, wewe kwenda ukamtizame huyo mwanamke huko ndani, umuulize ni vitu gani, wewe ndio umemleta huko konseri yako. Hivi vitu vimetokea, iko mikono yako. Sisi tumeshambembeleza gisi yote vimeshindikana. Sasa wewe kwenda ukambembeleze. Bobseli mitambembeleza. Kaka weka ese yetu. Nikaingia kwenda kwa ese. Nilipofika kule nikamuuliza Chanela, ni vitu gani mbona unabaki unalia? Jana usiku haukula, leo asubuhi haukunywa chai, unataka kujiua na njaa? Sisi ndio tuingie matatizo? Sisi tuko rafiki zako, lazima tuambie ni kitu gani kinakuuzi. Akakata kunambia. Nikarudia tena kumwambia, niambie ni kitu gani kinakuuzi, niambie kuna matatizo gani, unataka kitu gani? Shaka wewe. Nikasikia ushaka jewe. Mama yangu macho akaanza kunitoka. Huyu demu mimi si ni rafiki yake. Nikachomoka kwanza nje, nikamwona Bobseli. Bobseli akanambia bwana, vipi? Amesema aje yule mtoto atakula? Ameniambia shaka wewe. Bobseli akanambia kubali, huyo mtoto atakuja kupata matatizo, mtoto wa watu huku tutafungwa si wote.
Mimi kusikia kufungwa la nikasema hapa tutaingia mbimba. Nikaingia ndani. Nikamwambia bwana, ni vitu gani ushachiki? Nikamrudilia emu. Je, shaka wewe? Ushakaje wewe? Yego. Nikamwambia mimi siko rafiki yako. Nguje shaka wewe gusa. Okay, ndakwemereye basi nta kibazo. Uranyemereye. Nikamwambia ni lakini utakula nikaenda kaleta vyakula kala. Alipokula tukateremka Bujumbura. Tulipofika Bujumbura tukamdepoze kwa barabara Nyakabika. Tukamwacha pale lakini akanambia uzozecho kunembelea muhira, utakuja kunitembelea kesho nyumbani. Nikamwambia ni wapi? Akapanionyesha ni pale. Nikapaona, nikamwambia sawa nitakuja kesho. Kesho nikaenda na wewe mshikaji wangu Bobsele. Lakini akabaki mgari. Akanambia wanakwenda kanumalize wewe mwenyewe. Mimi kufika pale na bunda nini? Nikaona katoto kaita wewe njoo hapa. Shanela wanga, kamwite. Shanela kaje. Kuja tu akanishika mkono, kwa akaniingiza mpaka uani. Kuniingiza mpaka uani nikamwona mama yake, nikamsalimia mama yake. Akachukua kasonga akaweka chini kama nakumbuka. Nikaikaa kukasonga na yeye akaikaa kangine. Mimi nikawa kale katabureka. Saa kidogo nikaona mzee wake anaingia. Mrefu hivi, baba yake alikuwa mrefu la. Sasa kama umekaa kukasonga unamuona kwa urefu hivi. Mama yangu nikamwona anaingia mzee. Akaniambia aha, ndakufuatilia. Kunambia tu mimi nikasema mama yeye na mzee. Ngo umrero mfana ngaha. Na nimekupata sasa. Nikasimama kwanza. Oi chana hazi nikamwambia kule kwa shamba kama mkoa analima sijui kurengarenga. Nikataka kwenda kule ule mzee anasiwia hivi. Nikitaka kuja huko ule mzee anasiwia hivi. Sijui gisi nimempiga chenga hivi. Nikampita chini ya miguu wake mrefu. Akanikimbiza na mimi gari. Bobsele ameshawasha gari siku nyingi. Mimi nikakimbia ule mzee akapiga kingumi hivi, akapiga ngumi kuchio, mimi nimeshaingia mgari tukawachi. Kufika nyumbani kasema mimi Lolilo kirudaka kwenda kuona mwanamke mwenye sijui nitaluona. Hivi tukapita kama kitu cha 30 minutes hivi. Tukaona tulikuwa tuko repetition, tulikuwa tunafanya nyimbo inaitwa Iruka. Sasa tulikuwa na kidogo tulikuwa tunafanya pale uwani. Na wengine watoto wanawake watacheza munani hiyo clip. Sasa kidogo nikaona katoto kanaingia uwani. Au katoto kasema bana Lolilo kuna demu wanakuita yuko hapa nje. Mimi kusikia demu nikasema demu ni nani? Washangazi zangu wamekuwa pale uwani. Wakanitizama kijicho, unajua washangazi zetu tena. Na nimekuwa nikingali peti. Mimi kuchomoka nje nikamwona baba yake na Shanela. Kutizama hivi na mama yake na pamoja na Shanela kasema leo sasa papa ananipiga. Unajua wazazi wetu wamekuwa kali sana. Nikasema sasa baba, uone hao wazazi wamekuja hapa na huyu mwanamke. Mimi bila nikokotea hivi vitu. Nitaluona leo mzee atanidunda. Sasa kidogo nikataka kurudia nyuma, Shanela kanibana mkono. Kuna kibazo. Mama yake akaanza kunambia, na kibazo uratuwa barira, urabona bikani bisanzwe, urumva yo maratanti yari yabaye. Nikamwambia mama, maratanti gani mimi mzee ametaka kunidunda, amenikosa na ngumi kuchio. Bwana mimi naona hivyo vitu havitawezekana, mimi na huyu mtoto atoka marafiki, mimi naona kama Shanela akaanza kulia. Baba yake ndakusavye Mungu nikupe imana ndagutakambiye na kuomba vraiment problemu unaona mwenzako yuko analia vraiment utanisamee mimi sikuwa nataka kukupiga nilikuwa nakufananisha na wengine babandi wanakujaga pale. Sasa mimi ule Shanela sana anaanza kulia, shangazi akasikia kilio akachomoka nje. Shangazi kuchomoka tu, wewe nini umefanya nini mtoto wa watu? Mungu wangu. Nikasema baba binafikia kwa papa juu papa alikuwa anamuogopa sana. Shanela akaanza kulia, anamuuliza aseme. Mama yake akasema nta kibazo muvariyo marantanti aciye gusaba na bagenzi. Shangazi naye Kirundi akipandi. Kweli ni bagenzi kweli. Ni bagenzi. Nikamwambia shangazi, acha kuongea mambo ya Kirundi hapo utanikemesha. Ni barafiki. Akamshika Shanela akamuingiza uani. Wazazi wa Shanela nikawasalimia wakaenda kwa amani. Nikarudia ndani, lakini mimi na yeye pakawa hakuna tena kale ka relation kinye ka urafiki kamekuwa kako kama zamani. Akaanza kujisogeza. Sasa hapo jamani, kuna upididi wenye uko hapo. Mimi ameniambia kama nimemshika kwa nguvu. Tutizame kwanza vizuri, tuisabie bien. Mtoto mwenye amezaliwa 88 mpaka 2005. Ni miaka mingapi kwa hapo katikati? 17 ans.
Anasemaga ameza iko na kenza, ni uongo. Ameza iko na 17 ni waka 88. Alafu tena kingine kitu, mimi unasikia kama mimi sikumbana kwa nguvu, amenikuta mpaka kwetu Buyenzi, amekuja na wazazi wake, na unasikia kama wazazi wake wamekuja kumsemea juu tuwe marafiki. Sasa mimi namuomba Chanel anitoe mkinywa, sirudi tena kunisema kama mimi Lolilo niko PDD, kama mimi Lolilo nimemshika kwa nguvu. No, tizameni haya mapicha niko nawaonesha, tizameni haya mapicha. Hapo utanipa miaka mingapi? Na yeye utampa miaka mingapi? Anachukua wale bwana wake, wananitukana, wanafanya nini wajinga wale. Eti mimi sijui nimekuwa na miaka 25. Hiyo miaka 25 watizame, hiyo miaka 25 imekuwa niko nayo hapo wakati tunafanya hiyo nyimbo. Nao watu wako wananitukana, wanafanya nini? S'il vous plaît, sitaki hayo maneno, tuachane wazima. Nasikia umeenda kutangaza kama mimi, unatangaza sehemu zote kama nimejirudisha kwa mtoto kwa sababu nimesikia kama wamemtolea kishika uchumba. Alhamdulillah. Unaona mimi Lolilo kweli na umaskini gani wa kukimbilia kishika uchumba mimi Lolilo. Alafu tena istoshi, nasikia unaenda unasema kama mimi na mmenase mtoto, nimeenda kumenase mtoto. Eske pale penye nimeenda mimi sikuwa najua hata kama iko pale. Mimi nimeenda pale kumtizama, kumwambia mama yangu mdogo, nilikuwa namngojea mwaka mzima, amekuwa iko Canada. Kwa sababu mimi nimempa mtoto, hakuna mwingine mwenye nimempa mtoto. Nimemfuata pale. Mimi kufika pale nikamwambia mama, nikagonga, mama akafungua mlango. Nikamwambia mama, mimi ndio nimekupa mtoto wamlee. Akanitika. Mimi ndio nimekuwa nafanya depense yote. Nikamwambia aje mtoto, saa unataka kuondoka unaenda, unampana kwa mwenye hamkumkupa mpaka anaenda kubebeshwa mamimba, anatolewa mshika uchumba. Mimi baba yake sijui. Hivyo vitu vyote ni makosa kunafanya, ni vitu unanikosea mimi. Mtoto aliposikia hivyo akatoka kule ndani, amekuwa iko ndani kabisa mshambri, akatoka kule anaanza kunitukana mimi. Mimi nilipomuona nikaikaa kimya. Akaanza kunitukana, wewe nani? Wewe ni nani? Umenisaidia nini maisha? Umenilea nini? Mimi nikakaa kimya. Petit frère nikawa inamuuma. Petit frère amekuwa pale, roho ikamuuma. Petit akataka kumfuata mpige, nikamwambia achana naye, yuko na mimba, labda ni mimba iko na mwangaisha. Akaendelea kunitukana, akanitukana matusi mengi tu mabaya. Roho ikaniuma, nikatoka mimi, nikaondoka. Uko nasikia? Mimi sikwenda kumenase mtoto, wala sikuwa najua pale, nilikuwa najua iko kwa mama yake mdogo. Kama nikanyosha, kama ni wapi sijui, anyway na bisikiaka hivyo. Sasa mimi hicho ni cha kwanza. Cha pili, Chanela, aje wewe unaweza kunitumia watu mimi waje kunimenase? Aje unaweza kunitumia watu waje mimi kunitia oga, eti wanaweza kuniua, eti wanaweza kunipiga, eti najifanyaga niko msazi, wananitukana mimi, ni wasazi kunishinda mimi. Wewe Chanel, au ndugu zako unaona kweli wanaweza kunifanya kitu mimi Lolilo kweli nikiamua? Mwili Burundi yetu hii. Alafu kitu kingine, au wajomba wake wenye kuna sema ni wajomba zake. Sasa mimi umenitupia, iko na 2 mois. Wamekuwa wapi wajomba zake? Sasa mimi wewe umekuwa nambeba kwa masomo, nahangaika kuimbaza, napanda na teremka na mtoto wangu amefikia kusoma. Maziwa yenye amekuwa nakunywa kwa sababu umekataga kumnyonyesha mtoto, amekuwa nakunywa France le. Eske wewe mkone nunua mtoto? Amenikute share sana, nimekuwa nalipa hivyo vitu vyote, nimekuwa najilipa. Hiyo kupanda na kuteremka, wewe unachukua mtoto kwanza. Alhamdulillah rabbil alamin. Sasa mimi natukanwa, mimi Lolilo natukanwa na wamama mkwe wa watu, wanatukana mimi. Mtoto wangu iko anabomoa maujumba ya watu. Alhamdulillah kweli. Hivi Chanel, wewe mama gani mwenye ana huruma? Wewe ni mama gani mwenye unaweza kulala na mwanaume ngomu diaspora? Unalala na mwanaume, ukimaliza kulala naye unauzisha na mtoto wako alale na ule mwanaume. Hivi kweli uko mama wewe kweli? Uko na akili? Uko binadamu? Uko kidudu chua faranga? Uko binadamu wewe Chanel kweli? Unalala na mwanaume, ukimaliza kulala na mwanaume mkubwa wa miaka yetu na wenye wanashinda miaka yetu, unalala nao, ukimaliza kulala nao unachukua mtoto wangu wewe. Mtoto wangu unampana jua faranga. Niko na mapreve hapa, wamama mkuu wamenitumia.
na faranga zinapita msimu yako. Simu yako liko hapa na ma screenshot. Uone sawa wanaume jinsi wajinga, wanakutumia franka, wakishalala na wewe wanapiga ma screenshot wanaweka. Sasa wabibi zao sawa wanabigundua, wanatumia mama zao. Nimejaa msimu yangu. Uko mama gani? Alafu najidai. Mtoto wangu ananiuziaga manguo. Anauzia na mdogo wake. Kufranka gani? Anatumika wapi? Hivi kuna akili? Iko na diploma gani? Umeanguka vibaya kweli, umeangukia pua. Wewe unachukua mtoto wako unamuuzisha wakutumie franka mlimikashi, uko unasikia, alafu unajidai eti mtoto wako anakupendaga, anakuuziaga, mko wa jamaa, mko washikaji. Wewe Mungu atakulipa hapa duniani. Deja kwanza ameshaanza kukulipa deja ukui. Nataka nikukumbushe kitu kimoja. Hiyo familia yenye uko nakimbia hemu, wanakutia mu maneno, wanakutumikisha. Ile sio familia yako. Ile sio familia yako Shanela, ni familia yangu mimi. Wako wanakutumikisha. Sasa wale hata kama nishwane nao, hata nifanye nini, sipendagi mimi kuweka familia yangu marezo sosio. Ninakujibu tu wewe kwa sababu wewe ndio umeanza kutembea manani yote. Ma TV online yote. Unasema kama mtoto sio wangu, mwana amenywa na nina. Si wewe ndio umeanza. Sasa acha tuweke vitu hadharani vyote. Ile ni familia yangu. Mimi hata nishwane na wale. Wanasema wandugu wakishwana, shika jembe ukalime. Wakipatana, chukua kitunga ukavune. Sababu si tuko ndugu. Hata tulane, hata tupigane visu, hata tufanye nini, tunabakia tuko damu moja. Sasa wale wanakutumikisha tu. Haya mambo nataka tuyamalize. Mmesema kama mimi Nasor bin Salum Ahmed, mtoto wa Salum Nasor, mjukuu wa mzee Nasor Salum Ahmed Premier Dino. Kuanzia hii leo, hii tariki ya leo isabia. Kuanzia leo, sasa nataka nikwambie. Kuanzia leo, tarehe 17 mwezi wa pili, mwaka 2026. Namtolea radhi. Tokea leo, namtolea radhi. Rahma sio mtoto wangu. Namtolea radhi siku baba yake mpaka siku nitakufa. Sio mtoto wangu. Ayo mahari yenu, sijui ayo nani mmeshapana, sijui manini ayo. Kishika uchumba hizo, sina shida nayo. Ujue kama sina shida, pesa niko nayo ya kwangu inanitosha. Unanisikia? Sina shida tamu nirudishia hata franka 5. Mdepanse za mimi nimefanyaga, nimelipa mwenyewe kwa sababu mwezi kuzipata. Mwezi kupata franka mimi nimesha depanse kwa ule mtoto. Sasa kuanzia leo, narudia tena, kuanzia leo huyo mtoto namtolea radhi. Sio mtoto wangu. Namlani na wababu zangu wote wenye wamenitangulia wote wanamlani. Namlani kama sio mtoto wangu. Namlani watoto wenye atazaa walaniwe, watu watamfuata nyuma na walani wote. Alafu Mwenyezi Mungu ye mwenyewe hapa atalipa hapa. Nimemlani kwa nini? Amenivulia adabu, ananitukana watu, ananitukana, ananiona kama mimi ni mavi, mbarabara akiniona anajinisonya, ananitukana, amenionyesha kama mimi sifanyi kwenye hii dunia. Kila penapita mimi sifai, lakini Mungu sio Hasani wala Hussein, atanilipia hapa duniani. Sio mtoto wangu. Jina la Nasor hana tokea leo mpaka siku nitakufa. Lakini atake mzazi mimi hilo. Atake mzazi akiingiza tena akili, akarudisha akili kama mzazi, hiyo partini weka kumzazi. Akija akaomba msamaha tena para kwangu tu, akaja na wewe mama yake mwenye una akili nzuri, mkaja pamoja, mkaenda kwa marezo sosio kama gisi mko mnafanya, mkaenda kwa marezo sosio, mkaomba msamaha, mkaomba na wasentre wangu wote wa huko juu wote nyamilio nitangulia, mkawaomba msamaha. Wababu zangu, wabibi zangu, washangazi zangu, mkawaomba msamaha. Ndo nitatoa hicho kikomo na kulani mpaka siku takufa na vyako vyote na wadesanda wako wote na maisha yako yote na yalani. Nimemaliza. Sasa tunaingia mwezi Ramadhani. Huyu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa journalist, hata tukitoka Ramadhani
sitaki mrudie kuniuliza vitu ya kuhusu watu wawili. Nimeshawafuta kwenye kichwa changu, nimeshawafuta kwenye familia yangu, hawamo. Alafu kitu kingine, niko na watoto hawa 4, watoto wangu ndo niko nao, sio 5 tena, 4 ndo watoto wangu. Huyu amenifulia adabu. Hao watoto 4 wenye niko nao, mwenye atataka akiweze kunitukana wala kuniambia vibaya wala kunichezea kama gisi wakuwa natania, na yeye nitamfikishia ndoto zake. Kama anataka kujitoa watoto wangu, nitamfasilite hizo ndoto ziwe reeli. Ni mlani na yeye nimtoe katika watoto wangu, na nimemaliza.